Tulipoishia, Kevin alikuja kwa Frenki zikiwa zimepita wiki 2 tu tangu waachane. Tukumbuke kuwa Kevin ndiye alimpeleka Frenki kwenda kupewa nguvu za giza, na kwa kuwa mara ya mwisho walikuwa wameachana, huku Frenki akimlalamikia Kevin ni kwa nini kampeleka katika ibada za kumkosea Mungu, Kevin akaamua kumpima kwanza Frenki. Akamuuliza ikiwa kama anataka kurudi kama zamani, nguvu za giza alizopewa apokonywe. Frenki akagoma kwa sababu tayari utajiri ulishamnogea. Kevin akapata nguvu ya kumwambia ikiwa anataka utajiri mkubwa tena wenye nguvu zaidi, basi anapaswa kubadili biashara. Frenki aliuliza kwa hamu sana, hii ni biashara gani? Akaambiwa afungue kanisa. Hapo ndipo tulipoishia. Sasa hii ni sehemu ya 3. Kama umepitwa na sehemu 2 zilizopita, unaweza ukaingia hapo katika chaneli yetu ya Simulizi Official. Tayari zimetazamwa na maelfu ya watu. Unaweza ukajumuika na kuwa miongoni mwao. Karibu. Frenki alishtuka baada ya kuambiwa kanisa ni biashara. Akacheka kisha akaanza kusema, Kevin bana, umeanza mambo yako. Tangu lini nyumba ya ibada ikatumika kama kitega uchumi? Halafu kumbuka, mimi sina wito wowote wa kuwa mtumishi. Unadhani nitaweza vipi kuwahudumia watu? Kevin akacheka na yeye huku akishika miwani yake. Halafu akamwomba Frenki ampe dakika 5 tu aingie ndani ya gari waongee. Frenki akakubali ombi la jamaa. Kufika ndani, Kevin alitoa chupa 2 za soda. Kisha akazishika kwa mikono yake miwili na kumuuliza Frenki ni kitu gani kipo kwenye mikono yake. Frenki akaona sasa anaanza kufanywa mjinga. Anaulizwaje vitu ambavyo vinaonekana tu kwa macho na hata ubongo wa mtoto wa chekechea unaweza kuvijua? Akajibu kirahisi kabisa huku akiwa katika mshangao, hizo si soda? Kevin akacheka kisha akasikitika. Halafu akamuuliza Frenki, nikupe ipi hapa unywe? Frenki hakuchagua na badala yake akajibu kwa swali, yaani umetaka tuingie humu ndani ili tunywe soda mzee? Hapana, nahitaji kukupa mafunzo kwa vitendo na uthibitisho, Kevin alimjibu. Kisha akarejea ile nukta yake ya mwanzo, nikupe hipi hapa? Frenki akachagua ile iliyokuwa imeshikwa kwa mkono wa kulia. Kevin alimkabidhi huku akimwambia, hongera, umechagua chupa ambayo ilikuwa ina chai. Frenki akiwa katika bumbuazi, Kevin aliendelea kuzungumza, na hivyo ndivyo wanadamu wanachagua kwenye maisha yao. Wanafanya maamuzi kwa kutazama, sio kuthibitisha. Unamaanisha nini? Frenki aliuliza. Hajamuelewa. Kevin akamdadavulia, namaanisha kuwa hata wewe ukiwa mchungaji, hakuna atakayejua kuwa huna mafundisho, kwa sababu utavaa kama mchungaji, utapaswa kutembea kama mchungaji na kuigiza mbele ya waumini wako tabia zote za kichungaji. Kama ambavyo hiyo chai ilikuwa imeweza kuishi ndani ya chupa ya soda mpaka ikafikia wewe kuichagua kwa kuhisi ni soda. Maelezo haya yalitawala na kujaza imani katika kinywa cha Frenki. Alimuelewa na kwa mbali alijikuta kishawishika kuzama katika ushauri huo. Jambo moja likawa lenye kumpa tabu mpishi huyo wa mahindi. Akauliza, na vipi kuhusu neno la kuhubiri? Sina kitu kichwani, sijui lolote kuhusu kitabu. Kevin akamjibu huku akitabasamu, watu hawataki neno Frenki, watu wanahitaji suluhisho la matatizo yao ili wakuamini na wafuate kila kitu ambacho utawaambia. Unamaanisha nini? Frenki alihoji. Kevin akafafanua, hutapaswa kuhubiri neno lolote, wewe kazi yako itakuwa ni kufanya miujiza tu. Ukimshika macho kipofu na kumwambia aone, ataona. Ukikamata miguu ya mlemavu na kumwamuru atembee, ataanza na kukimbia kwa kasi. Kazi yako itakuwa ni hiyo tu. Utaona watu watakavyofurika. Frenki alivyokuwa akiambiwa hivyo, alitizama mikono yake huku akisema kwa wasiwasi, lakini mimi sina miujiza yoyote. Kevin alitabasamu huku akitazama saa yake ya mkononi. Kisha akasema, dakika 5 sasa zimeisha. Nilitaka kukuambia hayo tu. Ukitaka kuhakikisha, kesho asubuhi msimamishe mtu yoyote mwenye ulemavu ama shida ya kiafya, kisha mwambie umepona. Utaona maajabu ya nguvu ulizonazo. Hakukuwa na maongezi mengine ya ziada. Wawili hao wakaangana na Frenki alirejea kwenye shughuli zake. Usiku kucha, yale maneno ambayo alikuja kutamkiwa na Kevin yalikuwa yakizunguka kwenye kichwa chake. Aligeuka na kugeuka huku akitafakari mambo mengi. Na asubuhi ilipofika, Frenki alifanya maamuzi. Mpendwa mtazamaji, kama unaipenda simulizi hii, tafadhali hapo chini kuna kaalama kama haka. Kabofya hako kaalama. Umeshafanya hivyo? Asante. Pia ingia hapo kwenye comments, tuandikie unaitwa nani na umetokea wapi. Mfano, naitwa Kalidushi, natazama simulizi hii kutokea Dodoma. Utakuwa umetisha sana. Tuendelee. Asubuhi ilipofika, Frenki hakwenda kuchukua mzigo wa mahindi kama ilivyokuwa kawaida yake. Alivaa shati safi, suruali ya kitambaa ambayo alichomekea. Kisha akaenda sokoni. Akasimama katikati ya watu. Alisimama peke yake kama dakika 10 hivi. Watu wanapita tu wanamtazama.
Frank alikuwa na wasiwasi, vipi ikiwa ataita watu na atashindwa kufanya miujiza? Si ataumbuka? Mara akapita bibi ambaye alikuwa anatembea huku ameshika magongo. Bibi huyu alikuwa anatembea huku ameinama. Frank akamfuata. Alimwamkia, halafu akamwambia ajuza huyo kuwa anataka kumsaidia ili mgongo wake upone. Bibi akiwa anashangaa, yani ghafla tu mtu amjui anamkuta njiani. Halafu anamwambia nataka nikusaidie upone. Hapo hapo Frank hakuchelewa. Akachukua mkono wake na kuweka mgongoni kwa bibi. Halafu akafunga macho kwa imani na kutoa amri, naamuru upone. Ajabu, yule bibi alihisi nguvu ya ziada inaingia mwilini mwake. Akasimama juu kama binti wa miaka 20. Ule mkongojo wake akautupa kando na kuanza kutembea huku akipiga kelele za kushangilia. Kelele zilizowavutia watu wengine na kusogea pale alipokuwa Frank. Watu hawa waliuliza, kuna nini chenye kuendelea? Bibi aliyepona mgongo aliongea kwa furaha kubwa kuwa bwana huyu amemshika mgongo na kumwombea kisha akapona. Wapo waliobisha wakawa wanataja matatizo yao. Frank akawashika pale pale panapouma na ndani ya muda huo huo walipona. Kundi la watu liliendelea kumzunguka Frank. Kila mmoja akahitaji bwana huyo sasa muombee. Naye hakufanya ajizi. Viwete, vipofu, wagonjwa, wote waliokuja na akawashika pale penye matatizo yao walipona. Basi wakawa wanaangusha sadaka. Hela zikawa zinamwagwa pale alipokuwa amesimama. Siku nzima Frank aliitumia kuwahudumia watu, akitupiwa pesa nyingi mpaka nyingine akashindwa kuziokota. Ikabidi apatikane kijana wa kumsaidia. Mpaka anarudi nyumbani kwake, Frank alikuwa amekusanya jumla ya shilingi 800,000. Hata katika mahindi hajawahi kukusanya pesa nyingi kiasi hicho ndani ya wiki nzima, lakini kwa siku hiyo moja kiasi hicho kilikuwa mkononi mwake bila kuhangaika na viroba vya mahindi wala kuungua na moto. Alihitaji kupumzika, lakini haikuwezekana. Watu walimfuata Frank nje ya mlango wa nyumba yake wakimtaka atoke aende akawatibu. Wengine walikuwa ni watu wanaotokea mbali sana na pale anapoishi Frank. Walifika hapo baada ya kupigiwa na jamaa zao kuambiwa kuwa kuna mchungaji ambaye akikugusa tu unapona. Frank hakutoka kwa sababu alikuwa amechoka sana. Usingizi wake ukawa ni watatu baada ya vilio kuenea na sauti zenye kuhitaji kufunguliwa ili zije kupewa msaada. Hii ilikuwa ni maajabu kwa Frank na kwa kiasi fulani ilimfurahisha sana. Pesa ilikuwa inamfuata huku ikimlilia, wakati mwanzo alikuwa anaifukuzia na hajui ni wapi pa kuipatia. Alianza kujutia maneno aliyoyatamka kwa Kevin alipokuwa kimlaumu ni kwa nini alimpeleka kwa shetani, wakati dunia ni tamu tu hata mtu asipoamua kwa upande wa Mungu. Asubuhi alipotoka, Frank aliwasaidia watu wote waliokuwa nje ya nyumba yake. Wote wakapata uponyaji na wakaondoka. Lakini miongoni mwa hao alikuwepo bwana mmoja mwenye kipara ambaye alivaa suti nyeusi. Bwana huyu hakuonekana kuwa na shida yoyote ile. Frank alipomuona kwa mara ya kwanza akahisi pengine ni mtu aliyetumwa na Kevin kwa sababu ndio mtindo wa mavazi yake, lakini haikuwa hivyo. Bwana huyu alidai ametoka mjini. Yeye ni mtumishi wa tajiri mkubwa sana ambaye habari zake kuhusu Frank zimemfikia. Tajiri huyo pamoja na kuwa na pesa nyingi, kuna jambo moja tu ambalo linampa shida miaka na miaka. Binti yake ni kipofu. Yule bwana mwenye kipara alimwambia Frank kuwa tajiri amezunguka sehemu nyingi sana duniani ili binti yake apone, lakini imeshindikana. Anatafuta mtu ambaye anaweza kwenda kumtibu, na atakayefanikiwa kufanya hivyo, tajiri atampa shilingi milioni 200 hapo hapo. Frank alihisi hajasikia vizuri. Akaulizwa kwa mara nyingine, umesema atampa kiasi gani? Kijana akajibu, milioni 200. Frank alianza kuyapa usadiki yale maneno yote ambayo aliambiwa na Kevin kwamba hiyo ndiyo biashara ambayo ilikuwa kwenda kumpa utajiri mkubwa ndani ya muda mfupi. Walitoka kwa kutumia gari la kijana huyo na kufika mpaka mjini. Walikwenda kwenye gorofa moja refu sana. Wakaingia na kupanda lifti mpaka alipofika juu kabisa, juu ya gorofa hilo. Huko juu alimkuta mzee mmoja ambaye sura yake haikuwa ngeni katika macho ya Frank. Alikuwa hamkumbuki na hakumbuki ni wapi ameiona sura hiyo, mpaka mzee huyo alipojitambulisha jina lake na kusema yeye ni mmiliki wa kampuni kubwa ya uuzaji simu ambayo ni maarufu mjini hapo. Frank na tajiri walitoka ofisini na kwenda mpaka katika jumba la bwana huyo, jumba ambalo lilikuwa ni kubwa sana. Kulikuwemo na msichana mrembo ambaye alikuwa haoni. Huyo ndiye binti wa tajiri ambaye Frank alipaswa kumtibu. Frank alichokifanya ni kumsogelea tu huyo msichana, akamshika macho yake hapo hapo. Binti aliyafungua, kisha akaanza kupiga ukunga wa furaha na kurukaruka kuwa anaona. Sebule ya nyumba hiyo ilikuwa imegeuka ukumbi wa furaha. Tajiri aliungana na binti yake, akawa anarukaruka kama mtoto mdogo. Walimshukuru sana Frank. Hapo hapo akaandikiwa cheki ya milioni 200 kama sehemu ya ahadi. Ikiwa hilo halitoshi, Frank aliulizwa ikiwa ana kanisa. Akajibu hapana. Tajiri alipohoji kwa nini, Frank akamjibu ni kwa sababu bado hajapata pesa za kujengea. Tajiri alisikitika hapo hapo, akamuita haraka kijana wake, akamwambia ongozana na Frank, achague sehemu yoyote katika mji huo, sehemu yoyote ile, aseme ili kivunjwe kilichopo
lijengwe kanisa lake haraka sana iwezekanavyo, lakini pia ampitishe sehemu ambayo kunauzwa magari ya thamani. Frank anatakiwa kuchagua gari yoyote nzuri ambayo angeitaka. Maisha ya Frank yalibadilika ndani ya siku moja tu. Kula alipokuwa anaishi akahama. Frank hakuwa tena wa kutembea peke yake. Alikuwa anaongozana na ulinzi mkali ambao hupaswi kumsogelea kabisa. Ndani ya mwezi mmoja tayari alishabadilika na kuwa mtu maarufu katika redio na runinga. Likitajwa jina la Pastor Frank, kila anayelisikia anasisimka kwa shangwe na furaha ya kujivunia kuwa ni mchungaji mwenye nguvu kubwa ya uponyaji. Kwa kipindi chote hicho, Kevin alikuwa akijitahidi sana kukutana na Frank, kazi ambayo ilikuwa ni ngumu sana kwake. Kevin alikuwa akimuona Frank akipita kwa mbali sana, tena akiwa na ulinzi mkali sana. Alijaribu kumwambia binti ambaye alimfahamu kuwa ni sekretari wake, akimtajia jina lake, lakini bado aliendelea kupuuzwa. Ikafika mahala akaamua kuacha ujumbe kwa msichana huyo. Alimweleza, mwambie Kevin anakutafuta, ni jambo muhimu kwa sababu anaweza kupoteza kila kitu. Ujumbe ambao Frank aliupata na kuupuuza.